Kilichonileta hapa ni jua binti yangu mimi kipenzi, ili aweze kushika ujauzito na aitwe mama kama anavyoniita mimi. Unataka ujauzito wa miezi mingapi? Maana jana tu nimekazika katoto kwa miezi 9. Sasa sijui wewe ulikuwa unataka wa miezi mingapi? Umefika kitoto cha miezi 9. Na kitoto hicho ilikuwa mamake ni nani? Na hizo sauti ninazozisikia ndani ni za watoto wa nani? Swali la kwanza au la pili ni kujibu lipi? Kwa sababu hata la kwanza sija kujibu, unauliza lingine. Haya mambo ya ndani si kazi yako. Nimeuliza hivyo lengo kutaka kujua. Kwani aulizai si mjinga? Nitakujibu swali la kwanza. Nilikuambia kuwa mtoto nimemzika jana. Ni mtoto wa yule mke mwenzio, mume aliyekuacha. Sijui umenielewa? Na swali la pili nitakujibu kwa wakati wangu mimi. Ndivyo alivyoniambia mzee Kitumbi. Hilo linawezekana, ila kwa sharti moja tu. Kwa sharti tena mzee Kitumbi? Sawa, mimi nimekubali, labda wewe ndio uniambie sasa ni sharti gani niweze kulifanya ili mradi ya mambo yaweze kukaa ente. Sharti yenyewe ni kwamba kati yenu nyinyi wawili mmoja wenu aweze kufa. Tena mfanye kwa aende akafe sehemu ya siri kabisa, basi na kutambulika na mtu yoyote. Na mmoja wenu atakaye baki yoyote asiweze kuthubutu kutoa siri hiyo. Tena asitoe taarifa ya msiba hata kwa ndugu wa marehemu. Baada ya wiki moja ile maiti tayari itakuwa imeshaharibika. Watatoka wadudu na uchafu. Utaenda kuchukua zile takataka pale, tatia katika chumba. Sijui umenielewa? Baada ya wiki moja ukishachukua, utarudi hapa. Utakuja kufanya mambo yatawezekana. Na endapo akitoa taarifa, itakuwa tayari amemua kweli. Sasa basi atakaa huko. Baada ya wiki moja ile maiti itakuwa tayari imeshaharibika, imetoa wadudu. Ataenda kuzoa yale matakataka pale na wadudu. Utatia katika chuma. Alafu kisha utaniletea hapa. Sasa sijajua ataenda kufa nani, lakini naona kama utakafe wewe. Kuchukua wadudu, maiti inanuka, unajua mzee Kitumbi. Sasa nijaribu kujiuliza hilo swala hilo, shakuwa sogodo, lakini hakuna kinachoharibika mzee wangu. Mimi nitatoka hapa, nitajaribu kumfuata mwenzangu, nitamshirikisha kwenye hili, na atakachoniambia chochote kile mzee Kitumbi, mimi tutakuja kujua kwamba ni namna gani pa kuweza kufanya ili jambo letu liweze kukaa sawa sawa. Mjomba, mimi nitatoka hapa, nitajaribu kumfuata mwenzangu, nitamshirikisha kwenye hili, na atakachoniambia chochote kile mzee Kitumbi, mimi tutakuja kujua kwamba ni namna gani pa kuweza kufanya ili jambo letu liweze kukaa sawa sawa. Mjomba. Sawa, mtafanya vizuri. Wewe nenda kafanyeni mashauriano, mkubaliane, alafu muje hapa ili kusudi tuje kujua kati yenu nani anatakiwa hafe na tujue nini cha kufanya. Inapaswa kati yangu mimi na wewe mmoja wetu aweze kufariki, na
sio hapa nyumbani. Hapana, tutafute sehemu ya siri ambapo huko ndiko mmoja wetu inapaswa aweze kufariki, kwa maana binadamu akifa unajua wanatoa ruhusa, na haipaswi ndugu yangu mimi au ndugu yako wewe ama marafiki zetu waweze kujua kama mimi au wewe mmoja wetu amefariki, kwa maana akijua tayari utakuwa tayari umeshamua. Yani utakuwa umeshamua kweli. Sasa najaribu kujiuliza, kati yangu mimi na wewe ni nani ambaye tayari atakuwa ameshajitolea katika hili, yani mmoja wetu aweze kufa? Hicho ndo ambacho ninachojiuliza, mpaka ukisikia kipenga hivyo kitu ndio niambia nikufuate na tujaribu kushirikiana mawazo katika hili. Yaani na balaa wewe. Sasa Machete hata akajitolea hapo kufa ni nani? Nimefanikiwa mwanangu. Kuhusu ile jambo ulonieleza la kuomba wewe kubeba ujauzito, mimi nimekwenda kwa ule mzee, isipokuwa kuna jambo ameniambia wewe ufanye. Jambo lipi hilo mama? Hicho unachokiona ukichanganya na maji, kuna uwezekano mkubwa wa leo hii kupata ujauzito. Kama ulivyoniambia mume wako umemdanganya kama wewe una ujauzito. Sasa basi uchukue utie kwenye maji uweze kunywa ili mambo hawe rere. Hiyo tumeelewana? Mama, mimi nimekuelewa. Lakini hili swala hatutilia mashaka kweli. Maana hili jambo ni zito na linahusu ndoa yangu mama. Kitendo tu cha kumwambia mimi ni mjamzito bado wakatilia mashaka. Na hii nayo hilo usiwe na shaka nalo, wala usiwe na hofu nalo. Mimi mama yako kama unavyoniona, natibu mange na vidudu upande. Yaani nitahakikisha mwanangu mpaka unaweka heshima kwenye ndoa yako. Ila kwa upande wangu mimi jitoe, sitaki kufa. Naomba nisikilize mpenzi wangu Dashi. Nafahamu kabisa kwamba nyinyi wanawake roho zenu ni ndogo. Ninachohitaji mimi wewe uweze kuniahidi, endapo mimi nimejitolea katika hili kufa, hautamwambia rafiki yangu yoyote, hautamwambia ndugu yangu yoyote, kwa maana utakapoweza kuwashirikisha utakuwa umeniua kweli, na sihitaji itokee hiyo. Tafadhali niahidi kama hautaweza kufanya hivyo. Hayo ndio yaliyotokea mpaka ndugu yetu kufariki. Aliyesababisha ni rafiki yake, mdogo wake Maimuna. Una uhakika na hayo maneno unayoyasema? Ndiyo, nina uhakika. Sababu alionipa hizi taarifa ni rafiki yake kabisa mkubwa aliyokuwa akikaa naye maskani. Inasemekana walienda kwa mganga, wakapewa masharti, inatakiwa mmoja afe. Ndipo mdogo wetu akawa ametoweka. Sasa yuko wapi mama yake? Mimi Chete, una hatari wewe, tena hatari kubwa. Sija kusikia kwenye maisha yangu ama masikio yangu. Ila nikwambie tu kitu. Mimi nakuahidi sitomwambia rafiki yako au ndugu yako yoyote kuhusu hili swala unaloniambia. Niko pamoja na wewe. Nimependa ujasiri wako, japokuwa jambo nalifanya mimi. Aliniambia endapo nikishakufuata na nikikushirikisha kwenye hili, tukikubaliana tutoke tuweze kwenda kwa mzee Kitumbe, ili mradi kuna baadhi ya vitu aweze kutupatia ili jambo letu tuweze kulikamilisha. Kwa hiyo nadhani ni wasawa kuweza kwenda. Sawa, hamna shida. Sijajua alikoelekea, ila alikuwepo sio muda mrefu hapa. Ulijaribu kumshirikisha ili ambayo unaniambia mimi? Hapana, sijamwambia chochote. Ndio kwanza nimekushirikisha wewe.
Usimwambie, niachie mimi, nitalifanyia kazi. Hata si bora tu nimwambie naye ajue. Wewe nyamaza. Sawa. Mpaka ukisikia kipinga, jua tayari imeshakuwa ni faulo. Na baada ya kuniambia kwamba niende nikazungumze na mwenzangu, huyo mwenzangu ndiye huyo hapa, na tumeshakubaliana. Mjomba. Sawa. Sasa mimi nikataka kujua jambo hili moja. Kati ya nyinyi wawili, nani amekubali kufa? Huyu hapo ndo amekubali kufa. Mimi Mama, acha uoga. Sasa sio mnakubali tu. Kuna wenzenu nao walikuja kama nyinyi. Mimi nimewasikia vizuri sana. Na hilo la mafanikio linawezekana. Ila kwa sharti moja tu. Nyinyi wawili, mmoja wenu kati hapo aweze kufa. Katika kufa kwenu, msife nyumbani. Mwende sehemu ya siri kabisa. Ndipo mmoja wenu anakufa. Na baada ya hapo atakaa hapo kwa muda wa siku 7. Na maanisha wiki moja. Hali hiyo ataendelea kubaki hapo na mmoja wapo asitoe taarifa. Yaani namaanisha yule atakayebaki asitoe taarifa kwa ndugu, kwa jamaa wala rafiki. Ibaki kuwa siri kama ni siri yake. Ukishamaliza hapo, ndani ya wiki moja utarudi pale alipokufa. Kuna matakataka yanatoka pale ya wadudu. Utazoa ile matakataka, utachukua, alafu utakuja nayo hapa. Hiyo kinachotakiwa kushauriana, mkubaliane nani atakufa. Hilo jambo linawezekana. Uje hapo mimi ulipozungumzia swala la kufa, mimi sija kuunderstand, sija kuestimate kutokana vipi. Yaani mtu akifa vipi? Yaani anakufa moja kwa moja au ndio kwa mazingira ya ombo yani? Sio nakufa moja kwa moja, ndio maana nikazuia kwamba usitoe taarifa. Unakufa katika mazingira ya Kiswahili. Uswahili wa RR Kitumbi. Nataka RR Kitumbi nataka kufanya uswahili ambao nyinyi mweza kufanikiwa. Kwa hiyo huyu atakufa katika mazingira ya Kiswahili. Kwa muda huo wa wiki moja atakuwa amerudi katika hali ya kawaida. Kama ndio hivyo bado picha hapo, bado Pombe Joseph Magufuli kama unavyojua hapo. Ninasemaje jieleze lako. Ndio hakika mwanangu Bishora. Sasa umeona bwana Fadha, kutokana hapo nyinyi si tushaso sana baranga kibao, yani ngapa huko tunaingizana lakini hatufanikiwi. Ila kama ni uhakika leo tunakufa tunageuka, au sio? Wewe tugema ngolongocho hayo le matunguli, sisi tukafanya mambo yetu. Yani wenyewe tukafe tu sahihi tu, yani safi na salama. Tushajitoa sadaka. Ila si uhakika tunaenda tunageuka. Haina shida. Mimi ndio dokta RR Kitumbi. Hilo halina tatizo, unarudi kama kawaida na maisha yataendelea. Sasa usiporudi, huo utajiri atatumia nani? Unajua ambaye anauliza nataka kufahamu. Sasa hao watu labda walipojaribu kufanya hivyo walifanikiwa labda? Hapana. Hakuweza kufanikiwa. Kwa sababu yule mmoja aliyebaki baada mwenzake kufa aliweza kutoa siri kwa ndugu zake. Tulia kwanza. Vipi? Imekuwaje? Mbona unakuja kumefadhaika namna gani? Yaani mzee Kitumbi, kusema ukweli mimi nimeshindwa kuelewa. Mimi nimeshindwa kuelewa mzee Kitumbi. Kutokana na kwamba kama ulivyotuelekeza mimi nimefanya vile vile na mwanangu Kishoya, tukaelekea sehemu za mbali. Lakini kila nikikaa nikimcheki mwanangu atoka fini, nikimcheki atoka takataka tu katika mwili wake, nikashindwa kuelewa. Nikasema mwanangu kavuta kweli. Mwanangu kakatika. Nikakaa nikasema nifanye kitu gani cha haraka nimemfuata kaka yake. Mtoto Mimoshi nimempangilia. Yaani mzee wangu mimi sielewi kusema ukweli. Kijana, usichokijua kitu gani? Nilishakwambia usitoe taarifa. Wewe kama ulishindwa kuvumilia ungerudi hapa. Sasa tu nikwambie, kwa hicho ulichokifanya umemuua ndugu yako mwenyewe. Unasemaje mzee? Usichokisikia ni kitu gani? Na kuthibitishia tena umemuua kweli. Baba, sasa naomba tusaidie tu babangu. Tumeshaagiza titi liwalo na liwe. Mimi nitabaki kuwa na siri, nitamtunzia tu siri. Naomba tusaidie.
Ndio aliniambia kwamba anaweza akanitunzia hiyo siri. Hawezi kumwambia rafiki, hawezi kumwambia ndugu, sivyo? Kwa hiyo tunahitaji msaada wako. Sawa, mimi nitawasaidia, na sio tu kwamba kumtunzia siri, hapana, bali mtunze siri hili la kwenu wote. Sawa, nitawasaidia. Kwa hiyo acha kwanza nifanye mpango hapa. Hivi mama, kulikoni? Kuna nini kwani? Utajua tu. Ni kuhusu kijana wako. Huyo Gede yupo? Hapana. Gede ametoka. Kuna nini mama? Mbona unanitisha? Alifikiri sitajua Baada ya kifo cha mwanangu kwa muda mrefu, alijua sitajua. Kujua? Umejua nini mama? Mdogo wako na mwanangu walishirikiana kwenda kutafuta pesa za ngende. Na mganga aliwaambia mmoja wenu atakufa. Mwanangu mimi ndo alikufa. Na baada ya kufa mwanangu tu, mdogo wako akatoa siri. Lakini katika hili, nakwambia kabisa, sitakaa kimya. Lazima atalipia hili. Siwezi kunyamaza kimya na siwezi kukubali. Lazima nitalipa kisasi. Mama, yanaongeleka tu haya. Tafadhali, yanaongeleka vipi? Wewe ungeweza. Angekuwa ndo ndugu yako wewe ungeweza. Au kwa sababu sio ndugu yako. Mama, naomba pia chini tuongee mama. Mama. Sasa mama, shika hiyo, ni sanda hiyo, mwitunze vizuri kabisa mpaka siku hiyo ambayo mtakayetoka kwenda kufa huyo mwenzako. Atakapokufa, hiyo ndio nguo ambayo utatumia kwa ajili ya kumfunikia pale kwa muda siku zote 7, bi mara kama wiki moja. Mmenielewa? Nini tena? Ungezani mimi nilifanya nini? Ilipaswa nimwambie ukweli ili ajue. Sasa ajue kila kitu vipi? Wewe unajua kama umetengeneza tatizo? Alivyojua. Haya, sasa inasaidia nini? Alivyojua. Uone kama unaleta vitu ambavyo havina mpango. Yaani labda nikwambie tu. Mimi uvumilivu nilikosa kabisa. Kukana hiyo siri? Hapana. Ni bora nilivyomwambia ukweli ajue, sababu ile ni damu yake. Ndio nadhani tungekaa kimya, siku angejua yeye mwenyewe. Tungeonekana na si wabaya tunahusika. Wewe unajua kama umetengeneza tatizo. Halafu ndugu yangu Nyangemba ni mtu wa matatizo, ili atalishupalia, akilipeleka litakuwa kubwa. Kwa nini unafanya vitu vya namna hii bila kufikiria? Wewe kuwa na amani. Yule ni mtu mzima. Anajua anachokifanya ni kipi. Yaani mimi sina imani kabisa kwamba anaweza akatoka hapa akaenda kuyaamsha mengine kwa matatizo. Kuwa na amani, usiogope. Haya mambo sasa yamekuwa jagali. Najua leo ni siku ya 5 ndugu yangu Simoni nyumbani kabisa. Japo amepanga na kwake. Lakini sio kawaida yake kutokufika kwangu. Na ndio maana nikachukua jukumu moja la kuja kwako. Kwa sababu naona wewe ndo una ukaribu naye kabisa. Unaweza ukanielezea yuko wapi? Kwani alikwambia nakuja geto kwangu? Kwangu mimi hajakuja, alafu sikiliza sasa. Yule pale yule muuni. Shanisoma? Muuni anasalangai, muuni anatafuta. Sasa hawezi ukamtafuta kama mtoto. Wewe sasa angalia jua hili rafiki yangu. Chocholo kwa chocholo unamtafuta. Wewe si utoto unafanya wewe. Ni sawa, lakini sio kawaida yake. Japo anamaliza siku 1, siku 2, ya 3 anaonekana. Leo ni siku ya 5 aonekani. Na ndio maana kwa mafikirio yangu mimi nikajua moja kwa moja yuko magetoni kwako. Sawa, mimi mwanawe. Sijakataa, mimi mwanawe kweli. Ushasoma. Ila mimi kwangu hajatokea na mimi mwenyewe sijamuona. Kama unavyosema leo siku ya 5 mwenyewe sijamuona hata hapa kwenye hajatokea kabisa. Sawa. Ila sasa sikiliza mimi nikutoe mashaka. Ushasoma? Wewe nenda mtaani, katulie. Muuni atafutwe kama hivyo. Usimtafute kama mtoto. Sasa jua lote rafiki yangu unahangaika unamtafuta muuni. Muuni atafutwe hivyo, anasalangaya na salenge zake. Ushanielewa? Kwa wewe tulia. Nyani mzee apotee njia kaka. Sawa? Yule kama kurudi atarudi. Wewe yani usiwe na hofu kabisa. Ushanielewa? Basi sawa Di. Mimi nimekuelewa. Ila endapo ukifanikiwa kumuona au ukakutana naye njiani, mwambie kuna ndugu yako Steve Mapenzi alikuwa anakutafuta. Kaka usijali.
Yaani usijali 100%. Akitokea hapa au mwenyewe sinazurula. Mwenyewe nimepoa sasa hivi tujua kadi. Ushasoma? Nikiingia chochoroni nikigumiana naye tu nitamwelekeza bwana kaka, nenda kwanza mtaani, kaka anakusaka. Ushasoma? Baridi mwanangu, yule muuni kaka. Unajua zile? Yule anasalangaa, yule muuni afu hapa kote namtegemea yeye. Ushasoma? Kwa lazima ingie. Sasa sio muda wote awe hapa tu anakuaje hapa muda wote mtaani tu vipi? Mimi geto hayupo. Angekuwa hivyo geto ningekuelekeza nikwambia tu pita geto utaonana naye. Basi sawa. Mimi naomba nikuache. Usiwaze mzee wangu. Sawa. Sema wewe kuwa na amani sasa. Shukrani. Poa kaka. Yaani ni bora nilivyomficha sijamwambia ukweli. Maana ningemwambia ukweli singekwaje. Mimi Macheta aliniaga anaondoka. Unajua umeniita hapa kurupu tu sijakuelewa mpaka sasa hivi. Njoo mara moja tuongee. Alafu mazingira yenyewe sio sahihi ujue mzee. Yaani wewe acha tu mwanangu D. Yaani ni noma, ni misoropa ganzi, kiufupi ni mbengele lakini lengo la kukuitia hapa. Unajua mimi nimechoka maisha haya. Yaani kuna wakati inabidi kuifanya ndio, inakuwa hapana na hapana inakuwa ndio mjomba. Bado sijakuelewa. Kwenye yesi kuifanya hapana kuifanya yesi. Unataka kuforce mazingira ya kazi, unataka kuforce sijakuelewa ujue. Yaani unajua iko vipi? Kuna watu kibao unajua wanaishi kichwa wangu. Alafu wanapoishi mwanangu anaishi maisha mazuri ile yani afu dakika mwisho mimi nikiangaa maisha naishi mimi au kama unajua. Sasa kuna mawazo ambayo yamekuja. Nataka niende intili ya mwanangu si unajua nikaforce mazingira pesa za ngende. Na katika mazingira ya kuforce pesa za ngende kuna mawili. Kuna kufa au kuna kupona. Sasa ndio maana nimeamua nikushirikisha kwa sababu wewe ni ndugu yangu ni mwanangu wa karibu uweze kulijua hili. Mbona unanitisha mwanangu? Mambo ya kufa ujue. Haya ukifa umekufa mazima. Wanaona unaishi vipi? Afu unajua mwanao bila wewe. Ngodi wewe cha muhimu nini? Wewe niombee dua, niombee bismillah bibadina maisha mengine yanaendelea mjomba. Na mimi kiuni unajua? God ya bless mwanangu. Dua zangu kwako Mungu na kuombea dua mwanangu 100%. Ukifanikiwa ndio umefanikiwa mimi mwanangu. Sijui kafa kweli. Ila kama kafa kweli, taarifa tutazipata. Na pia kama bado yuko mzima, taarifa pia tutazipata. Mzee wangu, imefika sasa siku ya 5. Yule mtu hajaamka. Na hapa nilipo, nimefikia tu mpaka nimechanganyikiwa. Najiuliza kweli ataamka yule? Yaani mpaka mafikirio yangu nafikiria niende siku kwa ndugu zake nikatoe taarifa kweli jambo lililojitokeza. Lakini nikaa nikasema hapana. Bwana nirudi kwako mzee wangu. Je, ukuelezea changamoto unanipitia. Je, ataamka kweli yule? Mama, nilishakwambia muda wa siku 7 ni maana wiki 1. Sasa mpaka sasa hivi siku 5. Inakusha imani kweli? Yaani unakula ng'ombe mzima na kushinda mkia? Hapana. Hiyo si sawa. Fanya uvumilivu pia moyo konde. Neno limeshakuisha hili. Maliza hizo siku 2, alafu kama nilivyokuambia, siku 2 zikisha utarudi hapa. Sawa, nitavumilia hizo siku 2. Na kingine mzee wangu, kuhusu kile chungu na ile matakataka kwenye kile chungu. Mama, ondoa wasiwasi. Ondoa mashaka. Kufanikiwa kwako kupo kwenye kifua chako na nafsi yako na akili yako. Nilivyokuelekeza itakuwa hivyo hivyo. Na hicho chungu ambacho unachotia uchafu, wewe unaona ni uchafu, sio uchafu. Ni utaratibu ambao mimi nimeupangilia ndio kipato chako. Na zitakuwa pesa kweli. Na hayo ni mafanikio yenu. Na huyo jamaa yako unachokifikiria sicho. Unielewa? Atarudi. Sawa mzee wangu, mimi niache niende. Sawa. Kwa maana Dindo amekwambia hivyo? Ndiyo ndugu yangu. Mimi Dia ameniambia hivyo. Tena nilimfuata nikamueleza kuhusu ndugu yangu. Kakataa kata kabisa kuniambia. Na ukizingatia leo ni siku ya 5, ndugu yangu hajionekana nyumbani. Kinachonishangaza mimi, yani kwa nini Dia anakuficha yote haya? Maana alichoniambia mimi na alichokuambia wewe ni vitu tofauti. Unajua nini? Uoga wako ndio umaskini wako. Sasa endelea kubaki hivyo hivyo. Kwa nini unaniambia hivyo mwanangu D?
Sio nakwambia hivyo. Machete katoka hapa kaenda kuposti mazingira ya Ngende, pesa za ushirikina. Mwenyewe nahisi unazijua. Machete wewe unayemjua mimi ndugu yake na Steve? Machete wewe unamjua yeye. Hayupo hapa katoka. Mimi kaniaga hapa, mazingira yote fresh mwenyewe nimembariki dua kibao, kajicheka. Akirudi, mbona shavu dodo mipesa. Unajua nini kaka? Yaani usichokijua wewe. Yaani mimi nimekubali bora nibaki hivi hivi. Lakini siwezi kufanya huo ujinga ambao ameenda kuufanya Machete. Wewe si mzembe? Yaani mwili mkubwa alafu hamna kitu. Ni mwenyewe na mpango wao, akirudi tu anaanza mabwana na mimi nipeleke. Yaani bora unione mzembe sasa hivi kaka. Kwa sababu gani? Yaani usichokijua wewe, zile pesa zina changamoto kibao. Kwa sababu kwanza zile pesa kaka zina masharti kende mbwende. Unaelewa zile? Lakini shida inakuja wapi? Zile pesa atakuja kutaabika mwishoni. Kwa wewe sasa hivi nione mimi mzembe sana, nione mimi yani sijui vipi. Lakini baadaye utakuja kunielewa ndugu yangu D. Mimi nakwambia ukweli. Ina maana unataka kuniambia D kanificha? Kakuficha, lakini sio mbaya. Acha kukushi. Kesho tutajua mbivu na mbichi. Ndio. Imefika wiki sasa. Na maanisha siku 7 ambazo ulizotupatia. Lakini mpaka sasa mbona yule mtu hajaamka bado? Yaani nafikia tu mpaka nakuwa na mashaka sasa. Ondoa mashaka. Ujio wako huu, laiti ungekuwa unajua, ungefurahia sana. Lakini acha tu nikwambie, hivi ulivyofika hapa, tayari kwa ameshaamka. Ameshaamka? Ndiyo. Na ninakwambia kuwa huko aliko, kichwa chake ni bumbwazi, hajui chochote. Haelewi alipo ni wapi na anafanya nini na kilichotokea kitu gani. Kwa hiyo unapotoka hapa, ukifika pale, usimwambie na kumfungua lolote. Mchukue moja kwa moja mpaka kwenye chungu chenu mlipokifungika. Na hapo ndipo atapoenda kuona mafanikio yenu. Sawa, nimekuelewa. Lakini mzee, iko chungu ndo hayo mafanikio au? Sijaelewa bado. Namaanisha kwamba hapo katika chungu chenu kifika ndipo kuna mafanikio yenu. Kile mlichokuwa mkikusudia kiko hapo. Ina maana utajiri wenu upo hapo, hamna uchafu tena. Nimekuelewa mzee wangu. Basi mimi niache niende, niwe nyumbani, nikamwone mtu ambaye aloamka. Alafu tuingie kwenye hiyo chumba tuangalie namna gani nitavyokuwa. Fanya hivyo tena haraka sana. Mshafaulu nyinyi. Karibuni sana. Asante. Samani sana. Lengo la sisi kuweza kuja hapa ni juu ya mzee Kitumbi, na mpaka ukisikia kipenga jua imeshakuwa ni faulo. Sasa sijui tumemkuta Mzee Kitumbi bahati mbaya ametutoka duniani. Mimi hapa unavyoniona ni mdogo wake, na nipo katika kuzisambaza habari hizi za msiba. Na ndio maana hata ulivyoona hapo maturubai yao yamefungwa na watu ulivyoona wamekuja kwa ajili ya msiba wa Mzee Kitumbi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini sasa sisi Mzee Kitumbi, unajua kuna jambo aliweza kutusaidia, ndio maana tumeweza kurudi hapa nyumbani kwake. Hilo jambo tayari alishawasaidia. Hilo jambo ameshatusaidia, ndio maana tumekuja hapa kumpa shukrani yake. Sawa, ni kweli ingependeza kwamba kama mwenyewe angekuwa bado yuko hai, shukrani zake alitakiwa azipokee yeye mwenyewe kwa mkono wake. Lakini sasa ni bahati mbaya ameshafariki. Sijui sasa hapo nyinyi tunafanyaje?
katika hilo. Mimi nachokiona, kwa sababu tumekuja kwa ajili yake, huu msiba tuendeshe tu sisi mwanzo mwisho, yaani ile shukrani yetu kwake yeye tumalizie msiba wote, au unasemaje? Ni sawa, ni sawa kama anachokizungumza mama hapa, kwa kile ambacho alichotusaidia mzee Kitumbi. Tunahitaji tuweze kutoa shukrani zetu kwa kuendesha huu msiba mpaka pale ambapo utakuwa umeisha. Sawa, alhamdulillahi rabbil alamin. Nadhani pia itakuwa mmefanya jambo jema sana, kwa sababu hapa tulikuwa tuna mpango hata wakwenda kukopa sanda, na unajua bado kwenye sehemu ya msiba kama hivi mnakopa sanda na chakula, baadaye mkikao na ndugu mnachangishana, tunalipa. Sasa kama mna nafasi ya kufanya hivyo, alhamdulillah, hilo halina shida. Karibuni sana.